Kalonzo, kiongozi wangu ambao mimi nakushabikia, ondoka kwa usingizi, anza kutembea. Kwa majina naitwa Naburu kutoka Kisii County. Unasema uwezi toa president ambaye is the sitting president. Nataka nikupe kisama moja. Kiangalia Trump huko Amerika alikama one term, si ndio? Akatolewa na nani? Sasa hizo examples ndio tunafuata. Ile kura tulipiga 202 ndio naenda kurudia 227. Ukubali, upende, ukatae. Hiyo ndio naenda kurudiwa. Our main agenda sisi kama wananchi. Ile kiatu imekufinya ndio imefinya mwenzako. Kama wengine muoni, tuambie. Wakamba system main agenda ni kutoa huyo mtu tunaita Bwana Kasongo. This is our main agenda. Tukiweka Kalonzo pale mbele, tuko sawa. Tukiwekea Matiang'i pale mbele, tuko sawa. Our main agenda ni kutoa huyo Kasongo ambaye ametufinya. Saa hii hata watoto waendi shule. Tukiambia wengine saa ifanye, unasikia ni wachache wanasema saa inafanya. Ni kweli saa inafanya? Saa kuna mali inafanya. Watu wa serikali wako saa hii wananchi, hata niwaambie ukweli, ndio inasaidia peke yake. Wewe kama mwananchi ambayo uko kiwango ya chini, ukienda pale uambie wanatumia saa, unaambiwa saa ifanye. Kwa hivyo waje tuambiane ukweli. Sisi agenda yetu ni kupeleka Kasongo nyumbani saa 12 asubuhi. Hata Kasongo mwenyewe mahali yake anajua. Hiyo sio uongo. Saa hii ukitaka kujua ni ukweli ama ni uongo, saa hii hata mahali anaendanga kwa mkutano lazima aungane watu ndio waende kufanya nini? Waende kumpigia makofi. Angalia Mwai Kibaki. Angalia Rais Uhuru Kenyatta ambaye sasa hivi ni tayari. Hata angalia Raila Amolo Odinga akisema tunakutana Uhuru Park saa 12 asubuhi, watu wamejaa kwa uwanja. Na hajalipa mtu hata mmoja. Ni kweli ama ni uongo? Saa hii huyu mtu ambaye tunaita Kasongo akitaka kwenda kuweka mkutano kama huko Kisii, lazima apatiane pesa. Hata kwa bunge yenyewe, akitaka bunge ipitishe mjadala fulani, lazima anaungana wabunge. Huyo ndio ni kiongozi ama sio kiongozi? Ndio sio kiongozi. Kiongozi ni yule anaambia wananchi kama mzee Raila Amolo Odinga. Kesho ni maandamano. Watu tunakutana wapi? Kama ni Uhuru Park, watu wamejaa asubuhi na mapema. Lakini saa hii ukienda kila mahali unasikia ni one term. Sasa kuepuka hiyo one term, huyo lazima analipa watu wakati anaenda pale kwa mkutano. Unasikia anauliza aje? Unasikia wanasema aje? Unasikia wanasema. Kwa hivyo kwa ufupi, hiyo sio kiongozi. Tunaongoja kiongozi 2027 akue Kalonzo Musyoka awe Matiang'i. Pea huyo. Songeza mic karibu. Mimi nasikia mkisema eti Kalonzo ana yani Bunge power. Hebu mtulie. Unajua huyu jamaa ni ndio mara ya kwanza kuja hapa, si ndio? Hata wewe mwenye unapiga nduru, nikikupea hii mic hauwezi ongea. haya. Tunasema Kasongo ana kura. Kasongo kuna kura mingi sana. Na ukiangalia opposition hawana agenda. Agenda ni kufikiria tupae Kasongo. Na mtoa kwa njia gani my friend? Hakuna kura yenye mtapiga kwa sababu kulingana na opposition, wengine wanataka Sifuna, wengine wanataka Kalonzo, wengine wanataka Matiang'i, wengine wanataka Wamnyoro. So at the end utapata wengine wamekasirika wa Sifuna, utapata at the end
Wakalonzo wamekasirika. So nitakuja lakini si sana. Kwa sababu tuko kwa serikali. So ndio ukiangalia huyu Kasongo mnasema inafanya kazi. My friend yako kazi. Kisha mnasema sha inafanya. Unapoangalia kuna watu mko nazo na fund hata mtalipa. Pesa nini? Kama iko kwa pesa hivi na ulipi. Lakini ukienda pale hospitali utaambiwa kwanza ulipe hasara fund ndio ingie kwa sha. Hiyo ndio shida mko nayo, mnasema sha ifanye. Kitu kingine ya pili, lipa kwanza upewe 400. Kitu kingine ya pili, unaona ndio kujengea watu affordable housing. Sasa ndio siko sawa. Kuna wale wanakaa pale wako sawa. Wao utafanya kitu haina shida taka huko. Mkaa wapone tuongee. Achana na jamaa. Sasa ile shida itakuwa sasa Kasongo hata toka ni hiyo tu. Mtakuwa mkifurugana mkipata pia akipata njia akipita. Na atapita asubuhi na mapema mapema. Kitu kingine ya tatu unapangalia Kasongo wakati aliingia kulingana na uchumi. Amepunguza uchumi imerudi chini kwa sababu wakati Kasongo aliingia unga ilikuwa inanunuliwa 250 lakini sasa hivi unaona iko sawa. Kila kitu alipunguza chini. Unajua mambo na fertilizer alilegeza kwa mlima ndio unaona iko sawa. Kitu kingine Jamani mtare. Kasongo bado Karama ni mkizi. Huyu si mkizi. Mkizi. Sika Kiswahili yake kulingana na Kasongo na kazi. Hiyo ni mkare. Hapo kazi. Kulingana na Kasongo. Lakini kulingana na hii agenda ya kusema tunatoa Kasongo, tunamchoa na hamna Agenda ni mkare. Tutoe Kasongo. Na asubuhi kusema Kasongo ni tuta my friend na tukae wapora tutulie. Tuona serikali kutupeleka tu vizuri. Chukua maisha. Bunge power. Unajua lazima tukubali kila mtu aongee kwa sababu kila mtu ako na maoni yake, sio? Ndugu yangu uko sawa. Kama uko kwa serikali wewe tulia hapo, lakini siku ya kumtoa inaitwa nini, kuku manyoya iko. My friend, Mr. Speaker, wacha nitangulie kwa kusema hivi. Mimi naitwa Julius Duranera kutoka Isiolo North Constituency. Bunge hii mnapoiangalia na vile mood mnaona kwa watu, hamuhitaji kueleza chochote. Wimbo ni moja tu, one time. Hiyo ndio story tunaimba. Na kila siku nikiamka nasema one time. Akiniambia kwamba ati anajenga stadium namwambia one time. Kwa nini? Kwa sababu niko wangu. Mr. Speaker, wacha niseme hivi. Sisi hatusemi one time kwa sababu sisi ni wajinga. Tunasema one time kwa sababu tuna sababu. Mzee Hamisi amesimama hapa hivi akasema ya kwamba akiangalia viongozi wa upinzani wote haoni mtu anaweza kuokoa Kenya. Kwa hivyo anakubali ya kwamba Kenya inahitaji kukombolewa ama kusaidiwa ama kuokolewa. Anajua Kenya iko na shida, inahitaji kuokolewa. Lakini hayuko ready kuokoa mtu mmoja, atakuwa kwa wale watakaookoa Kenya. Na anasimama anatuambia kwamba ati tujielewi. Ndugu Hamisi, nafikiri hata wewe kidogo hapo itabidi urudi kidogo. Kwa sababu ni kama pia ujielewi. Mr. Speaker, ukitaka kujua jinsi nchi ilivyo siku hizi ni kwamba hakuna mtu anamwamini William Samoei Ruto hata kidogo. Alifanya akasimama hapa akajaribu kueleza story ya SHA, hata kumaliza statement akaangua kaa chini. Kwa nini? Na nilisimama hapa nikaambia watu siku nyingine msikuwe na wasiwasi na msikuwe na pressure. Kasongo alishajimesi kitambo, tunangojea siku ya kudili na yeye kwa sababu already tunajua ni mtu sampuli gani. Huyu mtu anasema wengine hawana mpango, wengine hawana plan, wengine hata hawajielewi, wengine hawana akili. Lakini je, inakuwaje Kenya mzima inasema ya kwamba wewe haufai na wewe ndio uko na akili kuliko Kenya mzima? Huyu mtu kwani ako sawa? Huyu ndio kuna shida, mimi nafikiri. Huyu ndio mtu kuna shida kubwa. Iwapo Ruto ukiona Kenya mzima inasema wanta, jua ya kwamba si wao wako na upungufu wa akili. Shida iko kwako. Nakumbuka ya kwamba wakati ulikuwa ukiingia, wao walikuwa wanasema ya kwamba ni rais mzuri atakuja. I remember I went somewhere. Nikajaribu kuongea na vijana nikamwambia mzee bwana tuna support Raila. Akaniambia bwana toka mpio hapa tutakunyorosha mpio. Sisi tunaweka sure bet ya kuokoa maisha yetu. Na sure bet ya kuokoa maisha yetu ni Kasongo. Hao vijana saa hizi Kasongo akijaribu kuongea, my friend, ni kidole moja tu anatingiziwa. Ni kwa nini
ni kwa sababu watu wamechoka. Mifuko ndio inaongea. Ukisema stadium wanakuambia hapa hakuna kitu. Ukisema mambo ya stadium ama barabara wanakuambia watoto wetu hawezi kulipia shule. Ukisema mambo ya sijui nimejenga hii wanakuambia kwamba tunajua capitation iko na problem. Mr. President, you have a problem and time is coming whereby hatutakuwa na lingine la kufanya ni kukuondoa na kufukuza ili Kenya iweze kuokoka. Wacha niambie wale ambao wanapiga nduru hapa wakisema ya kwamba mtupe mtu ambaye atasimama na Kasongo. Hiyo si kazi yenu. Hiyo si kazi yetu. Hiyo ni kazi yetu sisi watu ambao ni wa one term. Wewe uko kwa serikali, tulia kwa serikali, ngojea tukutane na wewe 2027. Hii si kazi yako, tulia. Ile kitu tunajua ni kitu kimoja. Iwapo ni Kalonzo atachaguliwa, huyo ndio tunaenda na yeye. Na by the way huyo ndio mimi napigia debe. Iwapo ni Sifuna atachaguliwa, tutaenda na yeye. We don't care. Our main aim ni kuhakikisha kwamba huyu jamaa mwenye alikuja akatudanganya hasla anaokolewa, lakini amekuja amefanya hasla hata kula siku moja imekuwa tabu, huyu aende. Hapo ndio shida yetu iko. So, mambo ya kuuliza ni nani, hiyo si yako. Hata Biblia siku moja inasema Yesu akawauliza. Wakati walianza na hiyo falme ya Mungu unasemanga itakuja lini? Akawaambia hiyo si time yenu, ngojea itakuja yenyewe tu. Sasa watu wale wako kwa serikali, tulieni, mtu opposition atakuja na akikuja tumesema ya kwamba haijalishi ni nani, Ruto lazima aende Sugoi apende asipe. Number 2, Mr. Speaker, wacha niseme hivi. Kwa wale ambao wako na shida na Gachagua, hata mimi niko na shida na Gachagua. And by the way, I come from the mountain, hata kama sijazaliwa mountain, nimezaliwa Isiolo, lakini mimi ni mtu wa mlima. Na hata mimi niko na shida na Gachagua, si siri. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja. Huyu jamaa tunamhitaji, is a player kwa team. Is a player kwa team. So, ile kitu ningependa kuwaambia ni hivi. Gachagua tuko na shida na yeye, lakini wakati ambapo nyoka ameingia kwa nyumba, my friend, hata kama uko na nyoka na panya 100 kwa nyumba, haujalishi na panya ikustui, ile kitu akili yako iko ni kutoa nyoka kwa nyumba lakini si panya. Kwa hivyo Kasongo ndio tunajua huyo ndio mtu anatutatiza. Gachagua tutadili na yeye wakati ambapo serikali tushachukua. Hiyo ndio wakati Gachagua atashughuliki. Hiyo ndio wakati Gachagua atashughulikiwa. Lakini for now, kwa sababu tunamhitaji katika timu, wachaneni na yeye, wacha agaragase. Acheze katikati pale, anapea Matiang'i pasi, anapea Kalonzo pasi, anapea mwingine pasi. Tukishafunga bao, Gachagua my friend, tutakuwa tunasema wewe. Hata wakati ambapo ulikuwa unaipichiwa, by the way, wakati ambapo alikuwa anaipichiwa, mimi msimamo yangu ilikuwa ni yeye na William Samoei Ruto wamekosea Wakenya wote waende nyumbani. Wao unatoa sisi. Hiyo ilikuwa msimamo yake. Anatoa dini. Hiyo ilikuwa msimamo wetu. Tulikuwa tumesema ya kwamba Gachagua na Ruto wake waende wao ndio wamewe serikali. So ikifika wakati huo tutamwambia kwamba hakuwa pamoja na Ruto. Kenya watu wakiumia mlikuwa pamoja. Kwa hivyo mambo yako tunaielewa. Wacha kama ni Matiang'i na Kalonzo waendeshe serikali, kama ni Sifuna na Kalonzo waendeshe serikali, lakini wewe time yako kulia itafika kama utawaifika. God bless you. Wanabunge msipoteze focus. Focus ni moja. Wimbo ni one. Ama namna gani? Nirudie tena ama nisirudie? Wimbo ni one. Ama ni aje? Amesikia kweli? Sidhani kama William Ruto amesikia wallahi billahi. Turudie ama ni aje? Bunge ya Embakasi East mnasema aje? Ya Embakasi South mnasema aje? Ni one term ama ni two term? Ni one term ama ni two term? Kalonzo, kiongozi wangu ambaye mimi nakushabikia, ondoka kwa usingizi. Anza kutembea. Anza kutembea. Hakuna mtu ako na shida na wewe. Tuko na shida na Kalonzo na Ruto. Amuka, anza kutembea. My friend, hatuhitaji pesa. Kama unahitaji pesa, wewe ndio wale watu ambao wanauza watu. Kumbuka story ya Esau na Yakobo. Unapewa ndengu unajisahau. Na hapo ndio Hamisi alikuwa anamwambia mjielewi. And that is the truth, mjielewi. Unataka pesa 50. Alafu na utawala miaka 5 vibaya. Alafu unakuja kupiga nduru hapa kila siku. Amukeni wa Kenya, tuokoe nchi yetu, hatutaki pesa, hatutaki ukabila, tunataka kiongozi ambaye anafikiria taifa na kiongozi ambaye lengo lake na policy yake itakuwa ya kumuguza kila mtu. God bless Kenya. Iko kabisa. Speaker, kitu ya kwanza sema jina na count au ngwana wakujue. Jina ni Wasangishu County,
Kwanza ni wasikishi kwanza jina ni Paul Tanoi. Speaker, kitu ya kwanza nataka ni seme. Sasa hatukatai 1 term plus 1 term equals to 2 term. Hatukatai 1 term yenyewe. Niko sawa? Very good. Lazima serikali kwanza iende 1 term tuanze kutafuta ile ingine 2 term. Wacha malize 1 term yake, alafu tutaona mambo yake baadaye. Kitu ya pili Speaker, nataka mtu akuja aone. Leo ni masema waje nifanye mambo yangu. Nijue kama hii SHA inafanya kazi. Nimeenda 3 hospitals today. Na niko na message hapa. Kwa hizo hospitali zote 3 nimeenda nimefanyia mambo. Mpaka nikamwambia siumu na kitu lakini siumu na kitu. Ya wapi? Nikasema mpime mkojo. Sikojo vizuri. Kaunti gani? Nikapima mkojo. Nikaenda ingine tumbo. Hadi wapi tumbo. Siku ile bado Joyce. Niko nazo hapa. Kuja sasa usome. Angalia Tanui. Wewe Nikaenda pili. Niko na homa. Nikapewa madawa. Siku nipa chochote. 3. Hapo leo siko najua lakini leo nimejua. Kitu ya pili Speaker. Ndugu yangu namwambia ndugu yangu, yes, Kalonzo hahitaji pesa. Umesema Kalonzo hahitaji pesa. Kwani Kalonzo aende kwetu, aende na chopa. Nini inatakana? pesa. Pesa my friend. Aende Nyanza ni pesa kwa chopa. Kitu ya pili Speaker, naomba. Lakini unaona tutaki pesa. Wewe hutaki pesa lakini Kalonzo anahitaji pesa afanye mambo yake. Speaker, ile kitu naijua. Nataka tuweke siasa ni hesabu. Ni karata. Na hii karata kuna mchezaji wa karata anajua kufanya karata kabisa hapa Kenya. Na huyo ni Ruto. Ruto anaongoja mpige karata yenu. Ndugu zangu mimi, wacha nikwambie ukweli. Anangoja tu nyinyi. Bado hajaanza mambo yake. Anangoja mcheze karata yenu. Mkicheza karata yenu anaweka leo yake. Speaker, leo hii nyinyi mtoe Kalonzo akue president. Mtoe Matiang'i akue deputy. Ruto si mjinga. Anaenda Mount Kenya hapa hizi. Si ile hapa katikati. Atoe mtu wake hapo. Wangekuwa watampigia kura ama watapigi? Hakuna. Watampigia kura watapigi? Hawezi. Sikiza. Hawezi kanyaga hapo. Hapo ni ngumu. Hapo ni ngumu kutoa. Yes. Hata kama yes. Atoe mwingine hapo kama akina Ndini Nyoro. Atoe hapo. Kura itatoka hapa. Haya, ukitoa natembea. Speaker. Hao watu wakitoa natembea. Hakuwa naibu wa Kalonzo. Ruto anaendea Mutavati. Troke. Mimi. Ninakwambia sababu tafadhali mbunge kunyamaza kidogo. Huyu mpe nafasi aongee, utakuja counter attack, ndio? Lakini hata pia mimi nakubaliana na yeye. Opposition wakitoa Runmate Western, Mudavadi anakufa na Ruto. Mudavadi hatujui. Endelea. Hatujui Mudavadi wewe. Siasa. Mudavadi ni nani? Ni hesabu. Nakwambia sasa siasa. Mudavadi ni wa Uganda. Saa hii Ruto wakati nyinyi mnakaa tumekisema moja mkula mali muenda. Ruto sasa yuko Meru. Hiyo pesa alikula tumemlaana Hapo Meru sasa. Kutoka Meru atakuja aenda Western. Na nini msaba tu one time hapa Nairobi ndugu zangu. Pale Western kuna mtu ameruta amemwenda akampea hata kitu kidogo, ameenda akafunga barabara nyata hata kama haitajengwa. Pale kwetu Shako kuna mtu hajaiona rais. Hajaiona Ruto rais. Ruto aenda hapo akunywa chai na yeye. My friend, hata kama barabara haitajengwa, atampigia kura. Ni kweli? Kuna mtu ama mzee hajaikaribia rais. Hajaiona ndichopa. My friend.
mtoto mtukufu anachota. Anasema huyu ni rais. Sasa lakini haiwezekani bro. Ni bure ashapiga kura tayari. Sasa haiwezekani. Ninakwambia ndugu zanguni. Mwambie watu. Sasa ishapita, ilikuwa kitambo. Kama mtaka ushindi. Mwambie mtu watu watembee watafute kura. Sasa ilipita. Angekuwa president angeua wale mchenzi wenye alikuwa. Ruto akisema atajua hajui. Huyo mjamaa haiwezi pita. Msipose hiyo mambo yake. Msipose tafadhali ni. Mtilie masubarani sana. Yule jamaa akisema watu wanajua kweli. Kama kweli imekuwa anamaanisha kuna kitu anajua Said kwa shida. Na hakuna sikiza ndugu zangu ni. Hakuna mtu mchanja kwa siasa. Ilikuwa ni baba Raila Odinga. Alafu ni huyu jamaa. Sasa hakuna mtu mchanja kwa siasa. So mchangamke. Kama ni hiyo ndugu zangu ni. So one time plus two times equal to two times.